Karibu sana. Asante. Kama ambavyo tulikuwa tumeongea kwenye simu, ndio, na nikaonelea ni vyema uje na rafiki yako ili tuweze kuja kuongea na kuweza kuyaweka vizuri. Kama nilikuelewa vizuri, unaweza ukanikumbusha vizuri jambo lilikuwa linahusu nini kama hapo tulikuwa tunaongea? Jambo linahusu mahusiano yangu. Okay. Kama nimekuja na leo na mtumishi wa Mungu hapa, kwa sababu nilipata mzigo wa kuingia kwenye taasisi ya ndoa, kama niingia kwenye mahusiano na mtumishi wa Mungu Elshadai. Sawa. Kwa hiyo nilimpenda. Tumeingia kwenye mahusiano yetu na muda kidogo hapa. Lakini katikati hapa mahusiano haya yameingia changamoto. Okay. Upande wangu, sababu niliamua nichukue namba yake ile nimfuatilie. Inabidi nimfuatilie kwa kumhaki mahusiano yake na vitu vyote ninavyovifanya. Nilifanya hivyo sababu nilikuwa nataka nijiridhishe pia kuhusu wewe vipi. Lakini nimejaribu kufuatilia kama nilivyokuambia babangu hapa. Nimefuatilia, kwa kweli inaumiza na inanisikitisha sana, sababu wala na chat na watu wanaitana dia, kipenzi, yani mambo mengi nimekutana nayo mle ndani. So ndio maana hadi kukwambia ile jambo bila kabisa kwa ndani yangu mimi bado nina kidonda. Yani bado kwa yafahamu ndo nastuka hapa, lakini ndani yangu mimi bado na hiyo changamoto. Kwa hiyo nimekuletea mzee. Sawa. Sawa, nimekuelewa kwamba ingia kwenye mahusiano na katika kutaka kujua kwamba huyu ni binti sahihi au sio sahihi, ukaamua kumhack, ukahaki na ukagundua kuna vitu ambavyo viko sawa na kuna namna moja au nyingine vikakuletea shida. Kwanza pole sana. Asante sana. Lakini jambo la kwanza, kuna kosa hapa naliona ambalo umelifanya. Na mwenzako pia mmefanya pamoja. Ndio. Kosa lenyewe ni kwamba mmeanza kuwa kwenye mahusiano na mimi sina taarifa. Hamkuniambia kwamba mmeamua kuingia kwenye mahusiano. Moja kati ya jambo la msingi la kujua hasa linapokuja swala la mahusiano yanayoelekea ndoa, ni muhimu sana walezi wenu wa kiroho wakafahamu kwa habari ya hiyo safari ambayo mmeamua kuianzisha. Watu wengi sana huwa either wanaogopa au wakati mwingine huwa wanakwepa kwenda kuambia wazazi wao wa kiroho kwa habari ya issue ya mahusiano. Sina uhakika sababu zao ni nini, lakini ukweli ni kwamba kuna faida kubwa nyingi sana pale ambapo utaamua kuyapeleka mahusiano yako kwa walezi wako wa kiroho. Na moja kati ya faida kubwa sana ni kwamba kumbuka watu wamekutangulia. Na wana taarifa nyingi na hekima nyingi tunapokuja swala la mahusiano na ndoa. So moja kati ya faida kubwa mojawapo ni kwamba watakusaidia kukuelekeza na kukupa uelekeo wa namna gani wa kuendea ili swala linalohusu nini, mahusiano. Ni kwamba watakuelekeza namna gani ya kuendea uchumba bila maanguko, bila changamoto, lakini pia watakupa hekima za namna gani ya kuvuka kutokea kwenye siku mmekubaliana mpaka siku mnaingia kwenye ndoa. So hilo ni kosa, lakini nimewasamehe. Nimewasamehe, hakuna shida. Sawa, lakini jambo la pili, kosa lingine ambalo ninaliona kwenye jambo lenu hapo ni kwamba unasema kwamba sababu kubwa ya kumhaki ilikuwa ni kwamba unataka kujua kwamba huyu ni mtu sahihi au sio sahihi. Ndio, kweli kabisa. Sawa, lakini hilo ni kosa. Kosa? Kwa sababu gani? Kwa sababu kiukweli kabla haujaingia na mtu kwenye mahusiano, kama ni kijana wa kiume manake Isla umemuona Elshadai, ndio hivyo, na umempenda na unaona kabisa moyo wako umevutiwa naye kwamba ninaweza kuingia naye kwenye taasisi ya ndoa. Sasa kabla haujaenda kumfuata na kumwambia kwamba naomba mkono wa shirika kuelekea kwenye taasisi ya ndoa, ni lazima ujiridhishe kwa maombi, lakini pia kwa vigezo, kwa kuangalia, kwa kumchunguza tu kwamba je, ni mtu sahihi. Yani kwa lugha nyepesi, unamchunguza mtu kabla hujaingia naye kwenye mahusiano. Kwa kutotegemea na vile ambavyo nimekuwa nikiwafundisha, naambia lazima umuombe Mungu, kwa sababu Mungu atakupa atakusemesha kwa amani ya moyo, atakusemesha kwa namna mbalimbali ambazo amekuwa akitumia kuongea na wewe. Maana yake naongea pia na wewe pia Elshadai kwamba hata akija kijana wa kiume, Israeli amekuja, sio issue tu ya kukubali tu. Kabla hujamkubalia lazima uwe umejiridhisha kwamba je, ana vigezo na sifa ambazo mimi nazihitaji kwa mwanaume ambaye namtaka. Nimeambia moja hapo niyo kuomba, lazima mshirikishe Mungu. Lakini pia
ni lazima ujiridhishe eneo la tabia. Tabia zake zimekaaje. Lakini pia lazima ujiridhishe maeneo kama ukomavu wa kiroho, ukomavu wa kihisia, ukomavu wa kimwili, ukomavu wa kiuchumi, kama ambavyo nimekuwa nikiwafundisha mara kadha wa kadha kanisani. So umeona hapo ni kosa hilo. Tayari kwenda kumchunguza mtu, maana yake unataka kuangalia kwamba je, ni mwenyewe ulipaswa ufanye kabla haujamfuata. Kujengia kwenye mahusiano. Lakini pia sasa sisemi kwamba ukiwa kwenye mahusiano haupaswi kuangalia, maana yake kwenye uchumba, moja kati ya kusudi la uchumba una makusudi mengi kama nilivyokuwa nikiwafundisha. Mojawapo ni kipindi cha maandalizi kuelekea ndoa. Lakini pia ni kuangaliana, kama ikitokea kuna red flags, kuna mambo yako sawa, lazima mpause kidogo, muulize Mungu, mtafute hekima za watumishi wa Mungu afu muangalie. Hiyo ipo, lakini hiyo inatakiwa hiyo imeanza baada ya kuwa ulishafanya uchunguzi wa kwanza kabisa. Yaani sio kama unaingia tu kwenye uchumba afu ndo unaanza kuchunguza. That's a big mistake. Haipaswi kuwa hivyo. So hiyo ni mistake. Lakini jambo lingine ambalo ninaona ni tatizo kidogo ni kwa habari ya hapo ya kwamba ni kweli ulikuwa unamchunguza kweli, lakini nadhani driving force ya wewe kuanza kumchunguza ni kwa sababu ulikuwa muamini. Yaani ulikuwa na mashaka fulani kwamba is it the right one? Yaani kuna namna. Na hilo ni kosa, kwa sababu moja kati ya pillars of marriage is trust. Trust is the foundation of love, and love is the foundation of marriage. Where there's no trust, there's no love, and where there's no love, there's no marriage. So utagundua kabisa ni kwamba lazima mtu anayeingia naye kwenye mahusiano ujiridhishe kwamba unamwamini. Hakikisha unamwamini sana. Na ndio essence ya kumchunguza kabla hujaingia naye. So hiyo kitendo cha kwanza kumchunguza, no, that's not a right thing. Yes. Lakini pia kwa habari hiyo ya kwamba umeamua kumchunguza ukaingia ukahaki nini, of course hiyo ni uwezo ni Mungu, huo ni uwezo wa kiungu na ni kitu ambacho ni kizuri sana. Na tunahitaji watu wa namna hiyo kwenye dunia sasa hivi. Tunahitaji watu ambao wana uwezo kwenye mambo ya mitandao, ma AI haya, wataalamu wa AI. Tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza wakaingia kwenye mifumo mbalimbali ya hii teknolojia, wakafanya vizuri. Yaani ni mambo mazuri sana ambayo tunahitaji pia kwenye ufalme wetu. So huo uwezo sio uwezo mbaya, ni kitu kizuri na is a God given ability and gift. So huo endelea kutumia, lakini utumie kwa namna chanya. Hiyo namna ya kuanza kumhaki mtu kiukweli hata kisheria sio sahihi. Kienda kwenye sheria manake unaweza kufungwa. So haupaswi kutumia vibaya issue ya teknolojia. Unapaswa kuitumia kwa namna nini? Namna njema. Naamini hapo umenielewa. Ameniambia kwamba alivyokuhack. Sasa hiyo issue ya kuhack tumeshasema kwamba ni tatizo na tunaamini amerekebika, hawezi kufanya hivyo. Sasa pamoja na kwamba ilikuwa ni tatizo, lakini kwa mujibu wa akili yake nadai kwamba alivyohack aligundua kuna aina ya chatting ambazo una chat. Anachokisema ni cha ukweli. Mimi sijaona kama mimi na chat vibaya. Kwamba ulikuwa na chat, ni kweli kwamba ulikuwa na chat, lakini ndio na chat na watu. Mtu akikwambia dia unamjibu sababu mtu anakutumia tu message. Kipenzi. Unamjibu sasa, si kipenzi. Kwani kipenzi ina shida gani? Sasa tunampendwa. Mwanaume anakutumia kipenzi. Sasa tunampendwa. Okay. Sawa. Pia na kwako kuna makosa kadhaa. Na kosa kubwa ni kwamba kwa mujibu wa maelezo yake aliniambia kwenye simu kwamba kuna wakati alikuwa anaona kuna namna una chat hizo mpenzi, sio kipenzi. Kuna wakati anasema ulikuwa na chat mpaka na wanaume saa 6 usiku. Kuna wakati mnapigana hadi video call saa 6 usiku. Na walipa ibadani. Anakuwa okay, yes. Inakuwa nilishaongea nao kuja ibadani. Kwa sababu mimi tayari nilikuwa nishaokoka. Okay. Na moja ya kitu ambacho nilijifunza ni kwamba kuwaleta watu kanisani kuna kupoa sababu kwa Mungu. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni namna ya kuwavutia. Nisingeweza kuwajia juu. Ilikuwa ni namna yangu tu ya kuwavutia. Sasa sijui kama ni njia mbaya. Okay, sawa. Wow. Sawa, of course motive yako ni sahihi, lakini hilo ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu kama binti au kijana, moja kati ya jambo ambalo unapaswa kulizingatia sana kwenye ujana wako ni kuwa na mipaka na watu wa jinsia tofauti. Yaani hiyo sio issue ya kuwa uko kwenye mahusiano au kwenye mahusiano. Ni muhimu sana kuwa na mipaka na watu wa jinsia tofauti.
jizoeze kujua ni lugha gani unaweza kutumia na watu wa jinsia tofauti, lakini pia ni muda gani unaweza kuongea na watu wa jinsia tofauti. Ni muhimu sana kuwa na mipaka. Na unaweza kanieleza sasa nitajuaje kama huu ni mpaka au sio mpaka? Moja kati ya namna rahisi sana ya kujua ni kitu gani cha kuongea, muda gani wa kuongea. Hebu assume kwamba uko kwenye ndoa sasa hivi. Je, ukiwa kwenye ndoa umeolewa, unaweza kumuita kijana wa kiume mpenzi wangu na mume wako akaona ikawa sawa? Utagundua hapana. So moja kati ya namna ya kuweka mipaka ni kuact kama vile uko kwenye ndoa. Alafu watu wote ambao unahusiana nao, hakikisha unahusiana nao kutokea kwenye hiyo lengo kwamba ningekuwa kwenye ndoa saa 6 usiku mtu angenipigia nisingekubali. Video call nisingekubali. Tumeelewana vizuri? Hiyo itakusaidia kuwa na hekima ya kujua namna ya kufanyaje ya kuhusiana. Sawa? Sawa, lakini pamoja na kwamba nimeongea yote na yote yanayotokea na ni makosa ambayo tumeona upande wako kuna makosa na upande wako kuna makosa. Labda nikuulize Shaddai. Ndio. Tangia awali, wewe unaona kabisa wewe ni mtu sahihi wa kuingia naye kwenye ndoa? Mimi nilijiridhisha, niliona ni mtu ambaye ameokoka ila ana kasi sana na Mungu. Nikaona tu ni mtu sahihi. Okay. Na ana akili. Kwa nikaona hata watoto wangu watakuwa na akili. Okay. Ni sawa, umenena vizuri. Sawa sawa kabisa. Kwa uko tayari kuolewa naye? Ndio. Uko tayari kabisa? Ndio. Wala una shida? Okay. Na hiyo issue ya kwamba amekuwa haki na yeye umesamehe au? Mimi tu niachilie sababu hata hivyo ninampenda. Lakini pia nia yake haikuwa mbaya. Okay, sawa. Okay. Israeli, turudi kwako. Ndio pastor. Baada ya yote hayo umesikia mwisho wa Mungu naye ametuelezea kwa sababu ya kufanya yote anayofanya. Kweli kwanza mimi naomba nisamehe sana. Sikujua kwamba nimemkosea kiasi hicho kwa sababu kama alikuwa anaalika watu kwa motive nzuri kama hiyo, alikuwa na nia mbaya. Basi mimi anisamehe sana sababu mimi nilireact tofauti. Sawa. Yes, kwa hiyo nisamehe ila kwa kumwangalia ni binti ambaye anajituma kanisani. Yaani ni watu hata akisema kutoa ushuhuda naona kabisa huyu nitakomaa kilo. Kwa hiyo baba mimi nimemkubali. So labda nahitaji kidogo hekima jinsi ya mahusiano, labda jinsi ya kukiendea kipindi ambacho kwangu kimeachiliwa. Okay. Yeah. Sawa. Kwani unamuoa lini? Muoa baba mimi nimepani mwakani. Wow. Yes. Kama ni mwakani basi imekaa vizuri. Imekaa vizuri kabisa. Maana ni muhimu sana kuwa na kipindi cha uchumba. Kisiwe kifupi sana lakini pia kisiwe kirefu sana. Kama hivyo nilikuwa nikiwafundisha. Kama ni hivyo basi hilo ni jambo jema. Na mimi kuanzia leo ninaweka wakfu mahusiano haya. Leo nitawaombea na ninaweka wakfu kuanzia leo. Na kutokea hapa nitawaelekeza tutaongea tena, nitawapa vipindi, nitafanya mentorship program kidogo ya kuelekeza namna ya kuendea mpaka kufika hiyo siku na michakato mingi mingine yote tutaifanya kwa namna hiyo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako na watoto wako Isla na El Shaddai. Asante kwa ajili ya neema yako. Ninaweka wakfu mahusiano haya kuanzia leo katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu kawe juu yao, kawasaidie kuvuka salama kipindi cha uchumba mpaka ndoa, na wakawe na ndoa ya baraka na ndoa ya utukufu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Amen. Amen.